Kati ya vitu vilivyonitia hofu mara ya kwanza nilipofika Marekani ilikuwa ni kufanya malipo mimi mwenyewe, self checkout, baada ya kufanya manunuzi katika duka ama sehemu yoyote ambapo vitu vinauzwa. Katika maduka makubwa kama vile Walmart, ama Kroger, ama Target, sehemu yoyote ambayo ni duka kubwa na unataka kununua. Kwa hiyo nilikimbilia sehemu ambapo kuna yule muuzaji ambaye anaweza akakusaidia kuscan bidhaa zako na wewe ukaweza kulipia kwa kumpatia yeye kadi yako ama kuingiza kwenye mashine kwa maelekezo yake. Sasa leo nataka nikuelekeze jinsi ambavyo unaweza kulipia bidhaa zako mwenyewe ikiwa unataka kununua vitu katika duka lolote hapa Marekani. Njoo na mimi. Nitafanya manunuzi yangu katika duka la Walmart leo hii. Kwa sababu ya video hii tu nitanunua vitu vichache sana. Nafikiri nilikuwa na uhitaji wa kununua dawa ya nywele na labda kitu kingine kimoja. Nitanunua broccoli na mafuta ya nywele, na mimi kwa kawaida hutumia haya hapa. Kwa hiyo nitaweka hapa. Nimesema nitanunua vitu vichache kwa ajili ya video hii peke yake. Kwa vitu vyangu viwili hivyo hapo pamoja. Sasa nitaelekea sehemu ya kufanya malipo kwa ajili ya kukuonyesha jinsi ninavyoweza kulipia mwenyewe bila kumtegemea yule muuzaji. Kwa hiyo kuna sehemu mbili, kuna assisted checkout na self checkout. Na mimi lengo langu ni kufanya malipo katika self checkout. Kwa hiyo mashine yangu hii hapa. Kwa hiyo ninachokifanya kwanza, nachukua bidhaa yangu ambayo nitaanza na mafuta ya nywele. Kwa hiyo hii sehemu yenye barcode hii ndio unaiscan hapa. Kwa hiyo nitascan namna hii. Ukiscan utaona tayari inaandika kwamba mafuta yako ni bei gani, $5.2 na jumla ya pesa ni $5.6 ukijumlisha na kodi. Kwa nitaweka pembeni bidhaa yangu, ndipo nachukua bidhaa yangu nyingine ambayo kwangu mimi ni broccoli. Kwa nitaichukua broccoli yangu na yenyewe sehemu yenye barcode hii hapa nitascan hapa. Kwa hii ndio sehemu yenye scanner. Nimescan namna hiyo na broccoli yangu ni $3.8 na jumla ya pesa yangu nitakayolipia ni $9.52. Kwa baada ya hapo mashine ya kulipia ni hii hapa. Nitachukua kadi yangu ambayo ni hii hapa. Naingiza kadi yangu namna hiyo, alafu nasubiria maelekezo mengine. Kwa hiyo inaniambia kama ninahitaji change, yaani ninahitaji kupata pesa mkononi, ambapo mimi nachagua no, hapana, sihitaji pesa yoyote. Baada ya hapo inataka niingize namba ya siri. Nitaingiza namba ya siri. Na baada ya hapo nabonyeza hii alama ya kijani, au wakati mwingine wanakuwa wameandika enter. Kwa hiyo nasubiria. Anasema nitoe kadi. Kwa hiyo naondoa kadi yangu na tayari malipo yamefanyika. Kwa hiyo upande huu kwenye skrini kubwa inaniambia nipate receipt. Wanaweza wakanitumia kama message au nikaprint au nikapata message na kuprint. Kwa sababu sikuchagua haraka, receipt imetoka yenyewe na ndo hii hapa chini. Kwa hiyo nachukua risiti yangu na kisha ninaweka bidhaa zangu katika mfuko, na mifuko inakuwa hapa. Kwa nachukua bidhaa yangu naweka namna hii. Tayari narudisha kwenye kati yangu, na hapo nimemaliza na mashine iko tayari kwa ajili ya malipo kwa mtu mwingine anayefuata, na mimi nakuwa nimemaliza. Naweza nikaondoka sasa kurejesha hili toroli langu sehemu yake, na niko tayari kuondoka kwenda nyumbani. Basi hivyo ndivyo unavyoweza kufanya malipo wewe mwenyewe bila kutegemea yule muuzaji pale dukani. Inasaidia kuokoa muda wako ukiwa umeenda dukani, na pia inakusaidia kuweza kuwahi kufanya mambo yako mengine.